sitamani kuthamini pale pindi akipo. Na hivi ndio maana ya ndoa nyingi kuvunjika pasipo kutarajia, kwa sababu wengi wao waamini wanandoa hufarijika kiasi cha kwamba naye hutaka kuingilia kati kwa ajili ya kupata faraja kama anavyofikiria, bila kujua sana anaimiminia chumvi, mwisho anajikuta kashavunja ndoa ya watu kulaumika. Wengine huenda kwa waganga kuimarisha ndoa zao, ila baadaye inakuwa tofauti na wanavyotaka. Inapelekea kujutia maamuzi waliyofanya. Samaki hawezi kuishi bila maji, hata binadamu hawezi kuishi bila pumzi, na maisha ya sasa bila Mungu wewe ni bure. Mungu ndio takwa lako, kwamba lolote unalohitaji ukiona yamezidi sana, kneel down and pray to God. Yote haya yapo ndani ya Limbwata. Mganga, mimi nakuja na matatizo, naomba nisaidie. Mimi ndio leo sasa mwaka wa 3 na sasa tuliana na mume wangu, yaani kila muda akija akitoka kazini anielewi, kila kimwambia mwenzake nina misi, yaani ana muda na mimi kabisa, sema anachoka. Naomba nisaidie, nataka msaada wako. Umefika kwa mganga Chunenda, utasaidiwa. Unataka nikusaidie kufanya nini? Naomba nisaidie na dawa mganga, ambayo utanifanya mpaka mume wangu arudi kama zamani. Sawa, Limbwata. 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 Dawa ipo, ila dawa ina masharti magumu sana. Iwapo mumeo anajishirikisha na mambo ya shirki, itakuonesha. Na iwapo mmeo anafuata mambo ya Mungu, itamsababisha matatizo makubwa sana. Anaweza sababishwa mpaka kaiaga dunia. Hii dawa ina nguvu sana. Mimi sijali mganga, nachotaka unisaidie na dawa, lakini masharti yake unahitaji kumtilia katika chakula cha jioni. Limbwata. 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 Samaki pole pole sana, samaki pole pole sana, samaki pole pole, samaki pole pole. Kuvulia mara 3. Unaweza kwenda. Usiangalie nyuma. Samaki pole pole sana, samaki pole pole sana, samaki pole pole sana, samaki. Chakula tayari. Joy in my heart, joy in my soul,
joy in my heart, joy in my soul. Chakula tayari. Joy every day, joy is all I see. I got joy, I got joy. Nimepika kwa ajili yako. Kama kitu kinauma vile hata si kwa mengi ambayo yametokea, mara nyingi wanakubania kwa sababu si kwamba nimepata mwingine, bali nimechoka kulingana na kazi za hapa na pale. Natoka hapa asubuhi narudi jioni, amsha za huku na kule, so unakuta muda mwingi nimepesa kwenye kazi, sipesi kwenye mapenzi. Leo sijui ni nini tu nimejikuta kwamba niwe na wewe. So yani najikuta tu nimetamani leo nilale na wewe kama mtoto wangu. Kwa hivyo usijali, na kulingana na yale yote ambayo yametokea nitajitahidi, kwa sababu unajua ilikuuma sana. Kwa sababu gani? Sikupi haki yako, lakini acha leo nikupe haki yako. Mwanza nina moto, nasikia mwili wote ni joto, so wewe jiandae. Samaki pole pole sana, samaki pole pole sana, samaki pole le sana, samaki pole le sana, samaki pole pole sana, samaki pole pole sana, samaki pole le sana, samaki pole
pole sana, samaki pole. Samahani, najua nilikosea, lakini ilikuwa sina budi. Nilifusiwa na ile ilikuwa ni kazi, ikanibidi nifanye. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe, samehe. Hilo kwa sababu unasumbua na nilikataa, lakini nilifusiwa, nikawa sina budi, kwa ni kazi, kanibidi nifanye. Unajua sababu wewe wanazulumu biashara za watu, wanachuma ulete, wanafanya watu wanaiga dunia, wafanya misukuli. Unafahamu hiyo? Uganga si kazi ambayo ufanye upate, bado utazidi kutumia. Naomba uache kazi ya uganga. Lakini nikiacha hiyo kazi, kipi ndio kitakachonipa chakula? Dunia yote maisha ni Mungu. Kila kitu kinategemea Mungu. Hakuna kitu hapa duniani kinaweza imarisha neema ya Mungu. Kila kitu. Na ukimwamini Mungu, kila kitu kitakuwa. Sawa, nimekuelewa. Ushauri wangu naomba. Lakini mimi nilikataa. Siwa. Kwa kuwa sikuwa na budi, ile ni kazi, itabidi nifanye. Sikiliza. Hakuna kazi ya wasi. Mganga ndo chanzo. Mganga anasema mambo mengi ya wasi ngombo wa kazi ya ukakazi. Lakini tena kazi tutapata. Mungu ndio kila katika ulimwengu. Wanadamu miti inaishi. Hata kupata riziki. Ukiishi kumtegemea Mungu, basi kila inaenda sawa. Kwa nini usimame? Naomba umwamini. Emmanuel nakubali. Lakini uganga ndio ukoe. Sikiliza. Kitu ambacho tunazungumza na baadaye swali utendo kwa utendo, tugano mimi Mungu napata riziki. Sawa. Nimekuelewa. Tufanye kama unataka. Asante. Uwe na wakati.
nikaahidi, nikawa sina budi, nikaona nikupe. Na ile dawa ilikuwa na nguvu nyingi sana, inatumiwa na watu wanaotumia nguvu za kishetani peke yake. Ona sasa umekuwa mjanga. Cha ajabu, unafika asubuhi ile chakula nilimwaga nikakuta paka jirani akula na akafariki hapo hapo. Hata sijui kwa sumu aina gani ile sumu, bali ni dawa za mizimu na imetolewa na masharti na mizimu. Ina sumu kali sana. Na ni nani alikushawishi uje kwangu? Rafiki yangu. Siku zote usipende kusikiza ushawishi wa marafiki. Kuna wengine ni marafiki na wengine si marafiki. Ona sasa, hata mimi kinasikitisha sana kifo cha mumeo. Kama nilivyokuelezea, mimi ni matatizo makubwa sana. Mimi niko na mwanamke sasa hivi tumeachana, na chanzo cha kuachana kwetu kwamba yule mwanamke sasa hivi anaona kwamba kipato changu kwenye biashara yangu kimeshuka, kwa anaamua kuniacha atembea na mtu mwingine ambaye ana pesa. Sasa mimi nilikuwa nataka unisaidie mganga aweze kunirudia, unisaidie kwenye biashara yangu iweze kuinuka. Maana bila wewe yule mwanamke maisha yangu hayaendi sawa. Ndugu wangu, achana na mambo ya waganga. Hapo unaponiona ninawaza nitajitoa vipi, nitaendaje kwa Mola wangu. Nina kisanga nimekifanya, na unavyoniona mimi nimeachana na mambo ya uganga kabisa. Na ukisema mambo ya kipato, anayepeana riziki ni Mola peke yake. Mdogo wangu, ino mizimu kuita nilaumu na nilaumu, nasubiri pia nipe adhabu, lakini nimeona mambo ya uganga niachane nayo. Ni kweli mganga unaosema, lakini maneno yako yanazidi kunivunja moyo kabisa. Na mimi nimetarajia kuja kwako kunisaidia, kunipa dawa niweze kuendeleza biashara yangu. Mizimu bila Mola si mizimu, na majini bila Mola si majini. Naomba umrudie Mola wako, atakusaidia kwa hili. Sawa mganga, nimekuelewa, na maneno yako pia yameniingia akilini. Sawa, nitalifanyia kazi ushauri wako. Naomba ukalifanyie kazi, na imani atakusaidia. Kwanza asanteni kwa nafasi mlionipa, kwa sababu ni nafasi ya kipekee. Ningependa kuambia kwamba sasa tuko mbioni kama mnavyoona bwana. Nadhani mmemwona bwana mdogo yule kafanya masitudio yake pale kayayuka. So ni movie ambayo ipo mbioni sasa tunataka kuishoot. Kikubwa tunaomba support yenu, kwa sababu kuna wengi ambao kwa wanatufuatilia wanauliza vipi, mbona umekimya, vipi, mbona tuoni, vipi, mbona sijui nini. Lakini sasa tuko mbioni kushoot. Na movie ni matata sana ambao itaenda na imani itaenda kupendwa na kila mtu. Kikubwa mkae mkao wa kula na muisubiri. Sasa tupo location na kuna wasanii baadhi ambao bado wako njiani wanakuja, tuendelee kushoot. Lengo la kuanzisha hichi kikundi ni kwamba tunaona vijana wengi sana wanapotea, vijana wanajihusisha na mihadarati, vijana wanajihusisha na mabandi. So ndio maana nikaamua kwamba kuchukua wasanii baadhi wadogo na wakubwa kwa jumuisha sehemu moja ili tutimize lengo moja la kutimiza vipaji vyetu, kwa sababu utakuta mtu ana kipaji lakini hakuna mtu wa kumbeba. Sasa inabidi sisi tutokee, tuwashike kuinuana, tuwatoe vijana mashinani na kufikia malengo. Kwa hiyo kubwa naomba support yenu, kwa sababu no success without you. Kwa hiyo ni yeye mtupambanie na sisi lazima tujipambanie kwa ajili ya kuletea vitu bora na vitu vizuri.
kikubwa naomba support yenu. Kwa hiyo mafupi ama kwa njia mtakazotupata, kuna Staiger TV. Hiyo Staiger TV ina posti kazi zetu, movie zetu ambazo tuna shoot. Alafu kuna Staiger Station Film Production, hiyo nayo pia ina posti hivyo vitu vyetu vya kushoot.